roho lakini liabudiwe, inaingia katika huo mlango wa kuharamisha, lakini pia itazama zaidi pa katika mlango wa shirki. Sawa. Lakini nyingine ulama hawa kisheria wakasema inaingia mpaka kwa wale ambao wanachora viumbe kwa kusudi la kushindana na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mtu anachora kiumbe, anachora mtu. Ukienda Ibn Hussein pale anapiga kopi yako anaichora kama ilivyo. Mafahamu haya yanaingia katika, wakasema haya matatu yote wakafungamanisha, haya mambo yanaingia huko katika uharamu na hawa watapata adhabu kali. Hal kadhalika wakazungumzia masaili ya mtu kuchora. Yani mfano wale maartisti wale wanaochoraga labda kwa mfano huko Tanzania huko wale Wazanzibari kule wakija watalii wanawachorea picha za watu, wanampa mtu, analipia pesa yake nyingi kidogo, mtu anafaidika, alisha familia yake. Zile picha zote alizozichora kama atakufa bila kutubia kwa Allah subhanahu, basi atapata adhabu kali na yenye kufedhehesha yaumul qiyama, na atapewa amri azirudishe zile, azipe roho vile viumbe. Haijalishi kachora kapatia au kakosea, muhimu kachora kiumbe, haifai. Haya yalikuwa ni madhahib ya kauli ya wanawazuoni wengi wakiwemo Hanafia, Malikia, Shafiia na Hanabila, yani katika madhhabi ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Lakini imekuja ikaafikiana picha ambazo hazina roho, ukachora picha ya diaba, ukachora picha ya friji, ukachora picha ya mti, ukachora picha ya jiwe na mfano wa hayo, viumbe ambavyo havina roho, milima, mito, majengo, magari na vitu vyote ambavyo havina roho. Hii haina uharamu, hii imeruhusiwa, kwa sababu hivyo sio viumbe ambavyo vina roho. Nyumbani kwako kaweka picha ambayo umechora labda mti ama jiwe ama bahari ama mtu, haina shida kwa sababu ni kiumbe ambacho hakina roho. Ushahidi wa hili ni dalili ya hadithi Ibn Abbas radhiallahu anhu alipomwambia mchoraji mmoja, fa in kunta la budda fa'ilan, ikiwa wewe hauna ulazima wote isipokuwa uchore. Maana kuna watu wengine ndo kazi zao kuchora, hana ujuzi wowote, anategemea ili achore ndo ale. Maana achore picha auze ndo apate chakula, bila hivyo anaona atapata tabu. Ibn Abbas anaambia fa in kunta la budda fa'ilan fasna'i shajara, fa in kunta la budda fa'ilan, ikiwa lazima uchore. Akasema basi fasna'i shajara, haya basi chora hata mti. Wama la nafsa lahu, na vitu visivyo na roho chora, kwa sababu hivyo havijaingia katika masaili ya haram. Lakini jambo linakuja utata mkubwa ambao ndo palikuwa na mvutano kweli kweli, haya mambo ya picha ya photography, haya mambo ya picha ya kamera hizi, video zile ambazo tunachukuana. Hizi tunajua hazikuwepo wakati wa Mtume, hazikuwepo wakati wa masahaba, hazikuwepo wakati wa masalaf saleh, hazikuwepo wakati wa matabi'i, hazikuwepo wakati wa tabi'in, lakini zimekuja katika zama zetu hizi, karne zetu, na wapo ulama ambao wao mutaakhirin, wanazuoni wale wa karne za mwisho ambao ni mafuqaha. Zikapatikana hapa kauli mbili, lakini nitazielezea. Kuna kauli ya baadhi ya wanazuoni kama Sheikh ibn Abdul Aziz ibn Baz na Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh na wengineo wanaoungana nao, wanasema haya mambo ni katika haifai, zinaingia katika ile katazo la hadithi. Picha za kupiga hizi, video za kuchukua hizi, zinaingia katika haya mambo ya uharamu, kwa sababu wakaitafutia kiasi ni yale yale tu, hakuna tofauti. Kama kuchora imekuwa haifai na hizo kupiga si zile zile tu. Kwa wao msomo wao ulikuwa hivyo, lakini wakaweka udhuru katika baadhi ya picha. Mfano pasipoti ikawa ni udhuru, ama zile hizi passport size za kupiga hizi tawe kwenye kitambulisho na nini, au kuna zile passport za kusafiria, vitambulisho vya utaifa vinahitaji picha zile, sivyo harum majar. Wakasema hivi vinaingia katika udharura, maana yake usipofanya vile utatezwa nguvu, utafanyiwa mtihani kweli kweli. Baada ya hapo ipo kauli nyingine ya wanawazuoni katika zama hizi vile vile, wakasema jamani, hizi picha za kupiga haziingii katika ile katazo la hadithi ambalo haziingii katika taswira, haziingii katika ile uchongaji, haziingii katika ile katazo la hadithi ambazo limezungumziwa. Kwa wao wakaona hizi hazina nini, hazina shida. Wao katika kundi la pili hilo wakasema hizi hazina shida, lakini japokuwa hazina shida, sasa sio ndo mtu apige picha yuko uchi, sio ndo mtu apige picha sio anafanya mambo ya maasi na kitu gani. Wao wasema, wakasema wao msimamo.
Sawa sawa. Na ile jambo la pasipoti, maanake kwao kama waliona hizi zinafaa, maanake hata hizo pasipoti kwa zitakuwa sio udhuru, itakuwa ni ufaaji. Ndio maana mnaona baadhi ya mashehe wengi sio Tanzania tu, paka nje huko wanapiga picha, na kuna wengine wanakataza kwa sababu ya hasa ni kwa sababu ya fatwa zilivyoenda. Yani hatuna wasema haipo hadithi iliyoelezea picha za kupiga, kwa sababu hazikuwepo huko, haikuzungumzwa. Hata ukienda kwa Abu Hanifa utaikuta hiyo kauli, kwa sababu hawakuwa nazo hiyo vitu. Hizi ni karne zetu, ni teknolojia. Kwa hiyo kila mwanazuoni wa karne hizi kapita kwa mapito yake. Kwa hawa wamesema bana, hizi zifai zinaingia katika lile katazo, hawa wakasema zinaingia katika haziingia katika hizo katazo. Lakini yote hayo kwa yote, sawa, huwa tunasema siku zote, kaa sehemu salama, baki sehemu salama. Sawa sawa, kwa sababu hata hao wanaoruhusu kupiga picha, sawa, wanasema haifai kutundika picha katika nyumba yako. Yani picha ambazo zina picha yako, kwa mfano wapiga picha nyumbani kwako pale ukatundika, haifai. Yani hata wao ambao wanaruhusu, yani wameruhusu katika mlango wa ulazima. Kwa mfano madarasa, shekhe anatoa darasa ama shekhe anatoa dawa, ikachukuliwa video, ikachukuliwa picha, wao ndio wanaona hizi ndio milango ya dharura. Lakini sio kwamba tu mtu ajisikie kupiga picha. Yani ruhusa yao haikuja hivyo. Yani ruhusa yao sio kwamba imekuja tu kujisikia kupiga picha. Ruhusa yao imekuja kwamba ile picha manake usiweke ndani mapambo kama ndani, ukaweka nje, sio ni bango, sio ni kitu gani. Hapana, haya mambo wao waliyakataza. Na bado wakazungumzia hata fatawa za kuweka picha ambazo zipo katika simu, zipo katika laptop, computer, desktop zile na sehemu tofauti, bado wakasemea hizo pia hazina hukumu ya kuziweka kama ni haramu. Jamani, hayo maneno yote mimi nimeyanukuu, si kwamba ni maneno ambayo nayatolea fatawa mimi mwenyewe. Maanake tunaweka na tahadhari mapema. Sio kuja ukatolea kitu ukaambiwa Hussein bana yule anahalalisha kitu fulani. Hayo ni kauli ambazo tunazipitia kutoka katika vitabu. Kuna baadhi ya vitabu mtu anaweza akapata kaenda kafanya kurejelea, kama kitabu cha Al-Hidayah. Katika Al-Hidayah mlango wa kitabu unaozungumzia masala ya karaha, machukizo, utakuta hicho. Lakini katika Bidhaa Sanaa utakuta vile vile kitabu cha Al-Mudawwana Al-Kubra cha Imam ni cha madhahibi ya Maliki, sawa, majaa fi suwar, utakuta katika huo mlango. Kitabu cha Al-Tamhid Ijma'u al-ulama ala man'a suwar allati laha dhall, ikuja allati laha dhill, imekuja taelezea vile vile katika madhahibi ya Shafi'i. Kitabu cha Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhab cha Imam an-Nawawi, sawa, katika babu tahrim taswiri surati al-hayawan, meelezea hayo. Basi ni vitabu vingi ambavyo nimejaribu hivi. Kitabu cha Al-Mughni cha Ibn Qudama, la yujzu at-taswiru al-hayawan, meelezea katika huo mlango. Hivyo Fathul Barri babu al-musawwirin, meelezea masail. Kitabu cha Ihkamul Ahkam fihi tahrimu at-taswir, meelezea hayo mambo. Basi vitabu kadhaa nimejaribu wakati shekhe tunaulizana hapa, nikajaribu kutafuta rejea pia katika hivyo vitabu, na hayo tuliyosema utakuta katika vitabu hivyo kipitia inshallah. Conclusion, achana habari za picha. Allahu a'lam. Anaswali anasema dalili ya kutayamam akiwa na jeraha, dalili ya kutayamam ukutani inakuwaje akiwa na jeraha ambalo halipitishi maji? Nafikiri inshallah. Naam, Abu Nawfal, kama alijibiwa hilo shekhe, lile la umeshalifanyia kazi hivi? Ilikuwa swali gani? Nimeshalisahau na mimi. Perfume kwa wanawake. Aha, mwanamke manukato. Naam. Aha, nafikiri ipo hadithi sahihi kabisa, akiwa imepokelewa
kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam nasema, mwanamke yoyote ayuma mra'atin ista'tarat, mwanamke yoyote atakayepaka manukato kisha akapita kwa wanaume ili kwa lengo tu wale wanaume wapate ile harufu yake, basi mwanamke huyo anahesabika amezini. Fahiya zania, mwanamke huyo anahesabika kuwa ameingia katika zina. Ima si haramu apake manukato, lakini apake manukato ile ambayo yatakuwa hayana tashwish, hasa kwa wanaume. Ni apake yale manukato. Yapo nafikiri manukato ambayo ni mapole, yani yale ambayo yamepooza, sio makali, ambayo hayawezi kuleta tashwish, lakini sio yale sasa tena mpaka mwenyewe anapuliza, mwenyewe anakuwa na nia hiyo. Leo kila nitakayepishana naye ajue kwamba nimenukia na mimi hivyo. Sasa mwanamke huyu akapita kwa wanaume ili wapate ile harufu, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fahiya zania, mke huyu atakuwa amezini. Fikiri kwa uchache itakuwa imeeleweka. Barakallahu fikum. Salma anasema yuko na swali, ukivaa cheni ambayo iko na picha, yani cheni lakini lakti yake iko na picha ya mtu, nafikiri kitu kama hivyo kama sijakosea, ni inakuwaje kuvaa picha kwenye cheni iko kwa lakti? Haifai ama haina neno? La Sheikh Abu Nawfal, tuendelee. Afwan, najua niko nyumbani sijasikia. Naam, ngorudia kwa ufupi. Nirudie nilizungumza mimi? Swali. Wale anasema hivi, ukivaa cheni, kuvaa picha kwenye cheni iko kwenye lakti, hiyo picha haifai ama haina neno? Na mwingine akauliza kwamba inaingia kwenye picha, anasema ikiwa holder iko na kaba, yani kiholder kile cha kuwekea funguo kiko na kaba, inakuwaje? Kiko na alkaba inakuwaje? Kiko na picha ya alkaba. Je, ni haramu ikiwa iko na picha ya alkaba? Kwa hiyo kuna picha ambayo iko kwenye alkaba, astaghfirullah, kuna picha ambayo iko kwenye holder ni haram, na picha ambayo iko kwenye cheni ya shingoni. Sheikh umesikia au Sheikh umebanana kidogo? Naam. Picha ambayo ya Al-Kaaba sio kiumbe chenye roho. Kwa hiyo ina shida hiyo. Al-Kaaba sio kiumbe chenye roho, kwa hiyo haina shida. Picha ya mtu ilipo kwenye cheni haifai itoe. Picha ya mtu ilipo katika cheni haifai uitoe. Lakini kama ni picha ya kitu tu, mti nini, ina shida. Kwa hukumu ya picha, sio hukumu ya kuvaa cheni. Hapa tumezungumzia hukumu ya picha, kwa sababu una hukumu ya picha na hukumu ya mwanamke kuvaa cheni, vitu vile tofauti. Na mtajibu tuna takriban dakika 5. Maswali mengine tutajibu kesho inshallah. Manake naona maswali alhamdulillah. Maswali mengine naomba tujibu maswali mawili. Swali la kwanza anauliza sijui nani kuhusiana na kutayamam kwenye ukuta. Kwanza tuanze na kusema kutayamam kwenye ukuta. Hakuna aya iliyosema tayamuni kwenye ukuta direct, au hadithi direct imesema tayamuni kwenye ukuta, lakini tayamam limeletwa katika aya kama sura al-Maida.
ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq. Hii aya tulikuwa tunaizungumzia wakati tunazungumzia udhu wa mtume na udhu ambao Allah subhanahu ameuamrisha kwetu sisi. Enyi mlioamini, idha qumtum ila salati, mnaposoma katika swala, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq, osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka katika mirfaq mbili, wamsahu bi ruusikum, na pakeni maji kichwa, wa arjulakum ila alka'bayn, na osheni miguu yenu mpaka katika ka'bayn, katika ka'b zile mbili. Kisha Mungu asema, wa in kuntum junuban fatahharu, na mnapokuwa na janaba basi mjitaharishe. Wa in kuntum maradan au ala safarin, mnapokuwa mnaumwa, ni wagonjwa, au mko safarini, au jaa ahadu minkum min al-gha'it, au mmoja wenu akashikwa na haja ya al-gha'it, akusudiwa ni haja, au lamastumun nisa, au mkamwingilia mwanamke, kisha una janaba lako, au umekwenda haja ndogo na kubwa, au uko safarini unahitaji kujitoharisha, ama una maradhi unahitaji kujitoharisha, lakini Mungu akasema falam, bado hajatoa falam tajidu ma'an, yote haya yamekukuta lakini hamkupata maji. Solution nini? Fatayammamu sa'idan tayyiba. Ndio hapa imekuja fatayammamu, basi tayammumuni sa'idan tayyiban, usudia kutayamam kwa kutumia udongo uliokuwa safi. Famsahu, katika hiyo kutayamam sasa, pakeni biwujuhikum, nyuso zenu, wa aidiakum minhu, na mikono yenu. Basi na kutayamam huko. Maana yake kutayamam dalili yake ni sura al-Maida sura ya 5 aya 6, imezungumzia masaili ya kutayamam. Sawa? Kwenye udongo sasa vipi? Kama ule kutayamam kwenye ukuta vipi? Hapa tunasema kama mtu akikosa mchanga, sawa, aikosa udongo na sehemu iliyopo kuna ukuta na ule ukuta una udongo ulio tohara, basi itakuja hukumu vile vile ya kutayamam kwenye ukuta, kwa sababu kuna udongo. Sio katayamam kwenye ukuta wa tiles. Mtu kapiga nyumba yake tiles, nyumba nzima, katayamam kwenye tiles. Tiles haitamu Mungu kusema pale tayamam kwenye tiles. Hapana. Apatikana ule udongo uliokuwa safi. Sawa, kama tunaipata hadithi, sahaba mmoja hakupata maji na alikuwa na janaba, akaamua kujigaragaza chini kweli kweli ili kujionyesha kwamba akatumia udongo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, inma kana yakfihi ayatayammama, ili mtosha kutayammam tu, wa ya'sib ala jurhihi khirqatan thumma yamsaha alaiha wa yaghsil sa'ira jasadihi, afue kitambaa juu ya jeraha lake. Huyu mwingine, huyu alikuwa anamzungumzia yule ambaye ana jeraha. Tunasema ilimtosha mtu kutayammam, afue kitambaa juu ya jeraha lake, kisha apake juu yake katika ile jeraha ambalo mtu analo, na aoshe sehemu nyingine ya mwili wake. Yupo ile sahaba ambaye alijigaragaza kwenye mchanga, akajigaragaza. Alipokuja kupata taarifa ili ilikuwa inakutosha kutayammam, usoni tu upake uso na mikono yako, ulikuwa una haja ya kujigaragaza kwenye udongo wote, haifai. Sasa ndio ile aya inakusudiwa pale. Kilichokusudiwa hapa ni sa'idan tayyiban, sawa, kwa ardhi nzuri, kwa udongo mzuri ulio safi kabisa. Na vipi? Sawa. Kwa hivyo kama ule ukuta unashika udongo ulio safi, afwan, unaweza kutayamam. Wallahu a'lam. Kaka, kuna swali la Abu Hudhaifa hujalimaliza, inshallah nafikiri tarudia huko chini. Nisame maana anaona kama maswali yake hayapatilizwi. Anasema while in Kenya you borrow 20 credits but give you 90 when you pay 20. Hii iko sawa ama kisheria ikoje? Yani unakopa pesa shilingi, let's say unakopa shilingi 19,000 alafu wewe unarudisha 20. Nafikiri naingia kwenye masuala ya riba, ama unalipa cha juu zaidi yani. Sijui muulize Abu Hudhaifa. Anahitaji umjibu Kiingereza nafikiri. Okay, Abu Hudhaifa, are you asking about the voucher, maybe the credit in your phone?
maybe you want to buy a credit but you don't have money, so you want a credit or maybe the 20 credit or 19 credit and you pay back 20. Okay, calling credit. Anaulizia credit zile za kupiga simu kwamba okay. huna salio unataka kupiga simu alafu unakopa salio unalipa hela. Nafikiri hili kwenye vitabu uwezo ukalikuta kuhusiana na habari za salio. Okay? Uwezo kukuta na habari za salio kwenye vitabu. You can't have a sharia in books of scholars of Islam in fuqaha, just like they're talking direct about the credit. Lakini sharia iliyokuja ni kwamba riba imezungumzwa. Vitu ambavyo vina ila tofauti, vitu vyenye ila tofauti haviji katika mlango wa riba, na vitu ambavyo havina ila tofauti vyenye kufanana ila vikibadilishana katika viwango tofauti usually, right? Anafikiri anaelewa. Kwa mfano wewe una mahindi, unaenda kubadilishana mahindi na mtu. Afwan, unasema kidogo. Naam. Afwan. Tukija katika hiyo mambo na simu, miamala yote ambayo inafanyika kwenye simu, nafikiri kuna risala ndefu iliandikwa. Sijipata tu hapa, nipata nafasi kama kesho ilielezewa hiyo haingii katika riba. Mathalan hata katika hayo mambo na credit ukichukua 500 alafu ukarudisha 600 pia bado haingii katika riba, na sababu pia zilielezwa na wanazuoni. Kuna risala nafikiri ipo, tukipata nafasi inshallah kama ni kesho, kuhusiana na hayo mambo yote ya kwenye simu yanayofanyika. Ama mathalan unamtumia mtu 50,000 alafu yeye kule anakwenda kuitoa 49,000 ama 45,000, hii nyingine inakuaje? Kuna masala mengi sana hapa imeelezwa na ulama wetu. Kwa hivyo inshallah na mzani ambao uliotumiwa hapo ndio huyo ambao nilikuwa nataka kuelezea hapa, kwa mfanano wa vitu vyenye ila moja. Ndio kwa tuleo inshallah. Naomba ruhusa Hussein inshallah akubali kwa kile ambacho umetupa. Sije Allah kuzidishia sana simu. Yaani tunaona kwenye simu wako wawili hapo inshallah. Na nilikuwa nataka kuelezea ule ufanano wa kitu, yani ukikiingiza kitu kwenye riba ni vitu vyenye kufanana vibadilishane kwa utofauti. Kwa mfano una mahindi, right? Alafu unataka upewe mahindi, yani unatoa mahindi kilo 1, unataka urudishiwe mahindi kilo 4. Kwa zile kilo 3 ambazo zimezidi zinakuwa ni riba. Kwa sababu gani? Mahindi na mahindi vinafanana. Lakini vikiwa tofauti, unatoa hela unapewa gari. Unajua kabisa hii gari thamani yake ni milioni 30, lakini mtu anakuambia utalipa milioni 40. Lakini wewe unatoa hela, yeye anakupa gari. Hivi vitu vifanani, gari na maana gari na pesa vifanani, haiviji katika riba. Kwa ukija kuivuta hiyo concept sasa kwa mambo ya calling credits, sawa? Ukiivuta hiyo concept kwa mambo ya calling credits ndio unapata jibu sasa. Unapata jibu gani? Kwamba calling credits is not money directly. It's not cash. Sawa, unapewa credits, maybe the minutes au the quantity of message, kwamba utakuwa na message 100 au 1000 au utakuwa na dakika 40. So you have been given a minutes, a calling minutes or hours au a calling message. Unapewa dakika ama masaa ama idadi ya message. And what you pay back is money. Unachokilipa wewe ni hela. Kwa sasa hela na credit ambazo umepewa dakika ni vitu ambavyo havifanani na hela. Kwa hivyo kama havifanani maana yake haingii katika mlango wa riba. That's the main point nataka nielezee, kwamba hiyo jambo inakuwa haingii kwenye mlango wa riba kwa sababu hela zake hazifanani. Unapewa dakika unarudisha hela. Dakika na pesa ni two different things. Havina hela moja, kwa hivyo haviingii katika hayo mambo. Lakini mtu ambaye anakopa hela, hii tanbih tunaiweka.
unaenda kwenye mambo ya simu, unakopa amount of money, let's say unakopa 5,000 kabisa, sio amount of money 5,000, na wanakuambia utarudisha 5,500. Wewe utakachokirudisha na ulichokikopa vinafanana, kwa sababu hautoenda kutoa cash, no, utarudisha vile vile. Kwa hiyo inaingia katika riba kama mtu akitoa 5,000, amini kama hiyo nini, huo mtandao unakupa 5,000 na wanataka urudishe 5,500, inaingia katika riba. Lakini kama wanakupa dakika, wanakupa message kwa bei tofauti, it's not riba. Hii haingii katika riba. I hope Sheikh Abu Hudhaif have understood, na kila mmoja pia ili jambo umeelewa. Kanuni ni hiyo, yatumika tu katika masaili yote inshallah. Swali gani? Naomba swali la nasa ndio la mwisho jamani, tufunge. Abu Hudhaifa, have answered all of your questions. Ya riba na ile ya kwanza nimejibu maswali yote. Na Nasra, uliza Nasra yuko wapi? Yeah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mwalimu, niliandika swali lakini nishapotea huko juu. Niliandika kitambo sana tena sikumbuki. Scroll sioni tena. Umrani, ulisoma Athmani Katana. Athmani anasema unakopa credit ya nani? Subhanallah. Nasra, linahusiana na nini ile swali lako lile la alqaba kuingia nayo chooni picha? La, hata mimi sikuuliza hii. Kuna swali niliuliza, inshallah nitauliza kesho kama nitakumbuka. Swali la ulisahau. Naomba niseme jambo. Before wenzetu wa Kenya wanazungumza lugha mbili jamani, wanazungumza Kiingereza na Kiswahili. Ukizungumza Kiswahili baadhi wanakuelewa na wengine hawakusikii sawa sawa, kwa sababu wao wanatumia lugha mbili. Yaani mwingine ukizungumza Kiswahili anakufahamu, mwingine hakufahamu. Mwingine ukizungumza Kiingereza na Kiswahili kwake unakuwa unamsaidia zaidi. Kwa hiyo msione tabu kwamba mwalimu anazungumza lugha mbili mkaona kama wanafanya mzaha ama vipi. Kuna wengine kweli hawasikii Kiswahili na kuna wengine wanasikia vyote viwili, na kuna mwingine anasikia lakini kufafanua yeye binafsi hawezi mpaka afafanuliwe kwa lugha ya Kiingereza. Inshallah mtusamehe jamani, msiwaone tabu. Okay, mdogo. Tumekusamehe mdogo. Ni Kenya ya Ruto inaongelewa au Kenya ya nani? Ya kwako mwanangu, ya kwako, Kenya yako. Naomba niseme kitu, Athmani sana amesema kama Kenya ya Ruto hii, kama ni ya Ruto watu tuongea Kiswahili. Athmani Katana kuna kitu amekistate hapa, anasema tunakopa credit ya 10 upewe 9. Yaani maana yake unakopa credit ya 10, credit kama shilingi 10 ikikusudia, ili upewe shilingi 9. Then unalipa 10. Yaani kwa mfano kama kwa huko Tanzania Voda ukitoa yani ukikopa credit ya 500, badala ya kukupa labda dakika 40 wanakupa dakika 30, wanatoa zile dakika 10. Lakini ukilipa cash wanakupa dakika 40. Sasa unalipa 10. Hiyo shilingi moja ni nini? Athmani, tumefafanua shekhe wangu kwamba ikiwa umekopa hela ili urudishe hela ya ziada, hiyo ndio inaitwa riba. Kwa sababu gani? Umekopa kitu ambacho kinafanana, yani ulichokikopa na utakachokirudisha ni vitu vyenye kufanana. Sawa, lakini ukikopa credits, kwa maana yani kwa mfano umekopa dakika, yani kwa mfano nakwambia tunakukopesha dakika 30, utalipia 500 ya Kitanzania. Na wakati huo unajua kiuhalisia ulikitoa 500 na pewa dakika 40. Hiyo haiwezi kuitwa riba. Kwa nini? Kwa sababu ulichopewa wewe ni dakika, haujapewa hela. Na unacholipa wewe ni nini? Unacholipa wewe ni pesa.
Na hii ikawekwa mfano mzuri tu. Umekuja duka A mjini pale, umeulizia kanzu, unaambiwa hii kanzu ni 1,500,000. Ukienda duka B mtaa wa 3 utaambiwa kanzu ile ile shilingi 110,000. Kwa hiyo tutasema yule alituuzia 1,500,000 ana riba ya 40. Dini itakuwa ngumu sana. Ila riba ni kwamba naenda kununua kanzu, jamaa anaambia mwenye kanzu, nipe nikope 1,500,000 ninunue kanzu yako, alafu nitakulipa 1,60,000. Anakupa hiyo cash 1,500,000, unanunua kanzu yake labda 1,20,000, lakini kuja kumrudishia utamrudisha cash. Hiyo ni riba. Lakini umekwenda kwa duka la kwanza na bwana, kwa sababu hauna cash, mimi nakupa hii kanzu, utanipa 200,000. Bado huwezi ukaita riba. Huwezi ukaita riba kwa sababu alichokupa yeye sio hela, amekupa kanzu na wewe unaenda kurudisha pesa. Kanzu na pesa ni vitu ambavyo havina hila moja. Ni katika nani tu kanuni za riba. Sawa, ni kanuni zile. Yaani ukijaji kwamba kila kinachoongezeka ni riba, kila kitu tunachokifanya kitakuwa riba. Kila kitu. Lakini ukifuata kanuni ya dini, kanuni ya kisheria, basi kuna vitu vitaingia katika riba na kuna vitu vinakuwa haviingii katika riba. Nikupe mfano wa mwisho. Wale Amana Bank huko Tanzania wanatoa mikopo, wanasema ni mikopo isiyokuwa na riba. Ukienda pale kwao wanakwambia kwamba tutakujengea, yani kwa mfano unaenda kuchukua mkopo wa nyumba, wanakwambia okay, sisi hatukupi pesa, hatukupi cash, tutachukua watu ambao watakuja kujenga nyumba na kila kitu, lakini baada ya pale utalipa pesa ambayo sisi tutakayokutajia, lakini tunafanya estimation kwanza, tunakupa ile pro forma invoice kwanza before. Kwa wao wanafanya estimate, wanakwambia bana, hii nyumba tunaijenga kwa shilingi milioni labda 45, lakini wewe kiuhalisia kabisa unajua ile nyumba ningejenga mimi ningetumia milioni 30, lakini wao wanakwambia hii nyumba tunakupa kwa milioni 45, tutakujengea sisi, tutaisimamia sisi. Kwa wao tafsiri yake wanakupa nyumba, wewe unarudisha hela, uwezo kaita riba hiyo, kwa sababu kitu ulichopewa ni nyumba na unachorudisha ni pesa. Lakini katika benki zingine unaenda kupewa hela ya kujenga hiyo nyumba na utarudisha hela hiyo hiyo. Kwa umefanya kitu chenye ufanano, umechukua hela na unarudisha hela, lazima vilingane, kwa sababu viko tofauti, inakuwa imeingia katika masala ni ya riba. Wallahu a'lam. Kwa hiyo mambo ya riba yanaingia katika huo mlango mwingi sana. Ila sasa kama ikitokea mtu anayekukopesha, labda tuseme labda mimi nakukopesha gari, lakini wewe anayekukopesha ndio gari, labda najua hii Harrier ina thamani ya milioni 40 ya Kitanzania au 45, alafu nakwambia sikia, weka nitafutie duka la kununua hiyo Harrier, alafu unitumie pro forma invoice, alafu mimi nitalipa kule, alafu utachukua. Naelewa? Hii sasa imeongelewa vile vile kwamba haitakiwi iwe hivyo. Kinachoingia katika hiyo hukumu, mtu yani yule anayekukopesha akachukua hiyo asset, kama mfano kama ni gari, ailete kwake kwenye showroom yake, alafu wewe ndo kaichukue kwake. Yani maana logistics zote zifanye kwa transport, kwa iwe kama ni bidhaa, iwe kama commodity. Uona kuchukua pale kitu ambacho ni bidhaa. Kwa mnakuwa kuna ubadilishano pale. Wewe utampa pesa nyingi na yeye atakupa gari. Kwa inaingia katika huo utaratibu, wala haingii katika utaratibu kilichozidi kinakuwa katika riba. Wallahu aalam. Nitahidi kuelezea, lakini sidhani kama nimeeleza kila kitu. Sheikh, naweza sema kitu? Naam. Shukran Sheikh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasalamu. Wa alaikum salam. Hiyo swali ndugu yetu umeuliza hapo ya credit. Kuna kauli mbili ilitolewa wakati mambo ya credit kwa kopa ilitokea Kenya. Skola wetu ya Kenya mwanzo alisema ni riba, mishoyo wakakuja wakasema si riba. Kwa sababu gani wakusema si riba? Naona kukopa credit kwetu Kenya, niseme bila amesema 20 alafu unapewa 19 au 10 alafu unapewa 9. Inakuanga hivi. Hiyo shilingi moja wanaeleza. Wanasema hii shilingi moja tulikata kwa sababu ya huduma ya hivi na hivi na hivi. Kwa sababu wakati wewe ulikuwa unakopa huna pesa. So hiyo shilingi moja na kuanga ya kukata nini? Huduma ambao umekutumia. Wanaelezanga hivyo. Hii pesa tumekata juu ya hii. So kwa sababu ya kueleza na bile ilikuwa na unakopa juu ya hiyo pesa, ilisemekana si riba. So nilikuwa nataka kumuelezea Kikenya hiyo pesa ikuangi riba. Kwa sababu ilielezwa. Ya kwanza ilitokanga wakasema ni riba, mishoyo wakakuja wakasema si riba. Maskola walisema hivyo. Ni hiyo tu nilikuwa nataka. Barakallahu. Shukran. Barakallahu fika. Nafikiri ni muda sasa kumwachia Sheikh Kapteni hapa aweze Usiniachie kudadavua. mimi mwalimu.
usiniachie mimi, lakini mimi tu nitajazia kwa maneno uliyosema. Ndugu yangu yule toa ratiba ya darsa kwetu sisi na kwa Abu Naufal asubuhi inshallah, kwa lugha zote mbili, maana kuna watu wanauliza afu wageni nafikiri. Sorry captain mwanangu. Inshallah. Jamani, hapa darasa saa 2:45. Itaje kwa Kizungu? Itaje Kizungu sasa hiyo saa 2:45. 15 to 9 p.m. 15 to 9 p.m. East African time. Kwa wale gazeti saa 2:45. Yaani msioelewa kazi kamaanisha 15 past 9. No, not past 2. English ngumu hii, tuache huko. 15 to 9, yani manake saa 3 kasorobo. Na kwa Abu Naufal pia. Kwa Abu Naufal, yes, Abu Hudhaifa 20:45 kila siku. Kwa Abu Naufal kila siku asubuhi saa 4 kamili AM, 10:00 AM East African time. 10:00, alafu kuna 2:00 PM East African time. Abu Naufal, lakini ni darasa ya fiqh. Hiyo ya morning ni Abu Naufal, ni ya tauhid. Okay? Hivyo. Kabla sijampa ni kapteni moja tu hapa kapteni, afu nakupa shekhi wangu. Mimi nataka nimalizie la mwisho afu nikupe.